kabisa ndugu yangu, hata kuchanga. Bora changa vipi? Tuna mbili kwanza. Chukua mbili. Cheza kopa unayo? Cheza. Cheza tena. Ninayo. Cheza mafu. Mafu. Yaani unakuwa. Naweza kula mbili. Tunamaliza. Vipi tena? Kwa hiyo mnajisaulisha, si ndio? Hata karata? Nauliza tu, mmejisaulisha? Sio kuisaulisha, hapa tunapoteza muda. Ni karata? Nashangaa. Hii hali ya undani wewe unaishukuliaje? Nafikiri dada yangu atafanya hivyo tu. Hivyo tu ndio jibu lako. Hivyo tu. Dada yake ni mapito yakipita tu. Hivyo siku moja tutakaa huko. Kwa kweli mimi kwa binafsi yangu mimi toka ilipotokea ile siku mpaka leo sina amani wala silizishwi kabisa na kuendelea kukaa nyumbani. Sasa dada yangu atafanyaje hapo? Wazo langu ni kuwapata viongozi na kuelezea hali halisi na kuwanipe kama wana majibu ambayo yatanishawishi. Kama watakosa majibu ya kunishawishi, mimi nitachukua tu maamuzi yangu binafsi. Basi ushauri dada yangu. Maamuzi gani ya binafsi? Maamuzi tu. Tu hapa tutulie tusikilize wakubwa watasemaje. Ili tufe wote humu ndani. Hilo nalo neno. Ndio hivyo, mimi nimeshaamua kwamba nitawaita, nitawauliza wana majibu gani. Wakikosa majibu ya kunishawishi ndo kama hivyo ndivyo kwambia. Sawa dada. Twende ndani bwana, mimi nishachoka kukaa. Sawa bwana, kina yote ni mapito tu. Taishi.
nimewaiteni hapa kuuliza swali. Hii hali inaendelea humu ndani, nyie mmefikia mwafaka gani? Mbona umeniuliza swali gumu hilo? Aliyakuwa siwezi, yani sijui ni kujibu nini. Wewe mwenyewe unajua, yani sio kujua tu, unaona haya mambo yanapotokea humu ndani. Umeshapotea wenzetu wangapi? Alafu sisi leo unataka kusema kwamba tutaweza tutoke tuache, yani hatutotoka na wenzetu tuache kweli? Subiri nimuulize swali mama. Ulikuwa unamaanisha nini kuuliza swali kama hilo? Sema tukusaidie. Nachotaka tufungashe kila tulichokuja nacho humu ndani, tuondoke. Ishi hapa. Uondoke wapi? Hapa hakuna mtu yoyote anaweza kuondoka. Kama wenzetu walopotea hatujawapata. Yaani wewe ndio unaongea hivyo, aliyakuwa hujampoteza hata ndugu yako mmoja. Mbona wenzako walopoteza ndugu zao wako nje huko? Haongei kama wewe. Acha kumtolea macho yako bwana. Na nimsemaje? Hapa mnatakiwa wote muende nje. Hamjui kuna sababu gani mimi nipo ndani. Ama wenzenu hamjui kama wataki kuingia ndani. Nimesema nendeni nje. Mmenielewa? Kiongozi ukisema hivyo unakosea. Mimi na wewe tumekaa ili tuje tusikilize maneno ya huyu. Tokeni nje na hapana, mimi sasa unanihukumu, si ndio? Sio kama wewe unakuhukumu. Ila sometimes tunatakiwa nitumie fursa kama kiongozi. Kwa nini? Hivi wewe unashindwa kumiliki hata huyu mpaka aje kwangu? Wewe ulikuwa unawezekana kumuuliza huyu na jambo likuishia huko huko. Wewe ukaja kunipa mjadala mwisho kwamba nimeongea na fulani, tumemalizana hivi na hivi. Ila wewe unamuita huyu ndani, tuje tuongee huko na ujinga. Sikia nikwambie, usinipandishie kibesi. Nimekwambia. Wewe umesema toke nje. Nimekwambia mimi anatoka nje. Nendeni nje. Unatolea macho mimi? Yaani jambo zito kama hili. Umeona tu nilichukulia jukumu peke yangu. Umeona mawili kichwani. Usingine badilikia. Sio mawili. Wewe ni mtu mzima. Unatakiwa ujiongeze muda mwingine. Hili ndio nilojiongeza. Ila wewe ndio unajiongeza. Chadu. Chadu. Vipi? Mbona unalia? Amna tu kaka. Amna? Ndugu yangu, usilie. Haya ni matatizo. Kila binadamu ameumbiwa. Usiangushe kulia. Kaka, unajua fika kabisa, hili ni furaha yangu. Sio furaha yako wewe tu, mpaka sisi tumewapoteza wengi sana ambao tunawapenda na walikuwa marafiki zetu sana na ndugu zetu pia. Ungesema basi Fei. Ningesema mimi nilishaambia kuwa humu ndani, yani mambo yale hayahitajiki, mambo ya zinaa. Wewe hujui tu mimi sirukia alivyomweka moyoni mwangu, na ungeniambia tu kama huko ndio inavyotokea. Hey, inauma kumpoteza mtu unaompenda. Najua inauma, ila mimi nilishaambia. Ila wewe ukaniona mimi ni mjinga na ni mpumbavu, ukaendelea na mambo yako. Sasa hapo wewe nyamaza, tuondoke ndani.
zangu, mimi nimewaita hapa kwa lengo moja tu, tena kuhusu hii nyumba. Kuna baadhi ya matukio nikiunganisha, naona kabisa hii nyumba sio nzuri, na kuna tukio baadhi limenitokea mimi mwenyewe, naona kabisa hii nyumba sio nzuri, na hivi vitu ambavyo vinawatokea watu ni vibaya sana. Ni kweli, kwa sababu ndugu zetu wanapotea tu. Unasiku kujiangalia, tutarudi hapa ni watu 5 tu, wakati tuko zaidi ya 30 na wanapotea kama unafika 4. Wanne washapita sasa hivi, wanne wakupita. Yaani sasa hivi yani hatuelewi mpaka tufanye nini, na hatuelewi sasa hivi suluhisho ni lipi. Sasa tunafanyaje? Ndio tujue tunafanyaje kuhusu hili janga, maana hili tena ni janga. Nakumbuka hao wanapotea ni watoto wa watu. Tunapotoka hapa tutaenda kueleza wenyewe, tunaanzaje? Nakata wajua kama ni mtihani, nakata wajua kama kundi zima ndio wewe utakuuliza wewe sasa watu wengine. Sasa hapo mimi ninachoona kwa hizi siku 3 ambazo tulipewa, yani tufanye juu chini ili tuwapate. Tukishapata wenzetu tufanyeni tuondoke, ila hata mimi mwenyewe bila kusema yani matumaini ambayo tusema tunayapata mimi sina 100%, kwa kuwa tufanye hivi. Tunaanza kurudia. Muite shehe au mchungaji. Bora ajaribu kwanza kuombea kwanza hapa eneo hili. Ili hapa sikia, hilo wazo walikuwa nalo, hilo wazo mimi mwenyewe niko nalo. Hasa tatizo ni lipi? Kuna mpata wapi wa mchungaji ama nani? Ama kuna mtu hapa ingekuwa na namba ya mchungaji ama ya shehe? Hebu subiri. Hivi nyinyi kwanza mnamuita kabisa shehe, mnamuita mchungaji kwenye nyumba ya watu. Nyumba yenyewe ndio kama hivyo na vituko vya kila aina. Dalei, yani nyumba ndio ina vituko na nyumba pia sio ya kwetu, ila sisi huko tumewapoteza wenzetu. Wewe unaona kama utarudi? Sikilizeni. Unajua wachungaji wale wana nini sana, wana nguvu kubwa sana. Tunaweza tukawapata ujue, yakipigwa hapa maombi hapa makali yale ambayo kikamilifu tunawapata. Hilo unasema wewe ni muhimu sana, na pia katika maamuzi yetu sasa tunayofanya, yani sisi sote tukubaliane na lengo letu lile moja. Kama tunafanya kitu tufanye kwa umoja, ila tukifanya kwa kutengana ndio watu wa mwisho tunakuja kuona wote tunapotea tunaishi. Basi sawa. Kwa hiyo cha msingi upate namba za mchungaji, umpigie, tumuelekeze ndani kulipo. Ila tufanye hivi, tusimwambie mlinzi kuwa anakuja ni mchungaji. Ni mwenzetu tu. Tunamwambia kuna mwenzetu anakuja. Tusimwambie kama ni mchungaji, sawa? Sasa akianza kukemea Mchomoko akishaingia ndani yule, tunaweza tukamwongopea mlinzi yule, tunaweza tukamwambia yule, hili ni moja ya kazi ya Mungu naifanya. Sasa sisi ni wasanii. Mwoga tunatumia mtu tunakutegemea mtu mzima. Mwenye nyumba yupo. Wewe nyumba toka umeingia kuna mwenye nyumba unamwona? Kuna mlinzi tu. Mwenye nyumba. Na mlinzi kwa Yesu tunamweza yule tunamweza naye tu. Sasa sikia. Hapa hamna mtu ambaye ana namba za mchungaji. Mimi nazo ile sema si mwenyewe. Sasa naye.